Hebu weka mkono wako kichwani. Sema, Roho Mtakatifu nisaidie kuelewa. Roho Mtakatifu nipe ufahamu. Roho Mtakatifu nifungue kwa jina la Yesu. Amen. Nachoenda kukufundisha sio kitu kipya sana, lakini ni cha muhimu. Na inawezekana kikawa kipya kwa wengine wengi, lakini kwa wale ambao tumekuwa hili kanisa for sometimes I've taught some things like this, lakini kila mara neno la Mungu linakuja kwa upya. Amen. So unaweza ukafikiri nilikuwa najua kitu alafu ukakisikia kwa kona nyingine kabisa na ukashangaa kwamba okay. Tunaongelea vifungo ama namna ya kufunguliwa vifungo. Na pointi yangu kubwa nitakayozingatia leo ni kitu cha shetani. Amen. Amen. Au nikijibu swali la kwa nini watu wengi baada ya kufunguliwa ama kutolewa mapepo, unashangaa after sometimes anatolewa pepo tena. And you wonder, kwani usi aliombewa jana akabiduka? Amen. Nini tena kimetokea leo analipuka tena? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya 14 mstari wa 30. John chapter 14 verse 30. Tunaanza na hapa ambapo Bwana Yesu anatuonyesha kitu. Yohana sura ya 14 mstari wa 30. I hope nitakuwa na muda mzuri kufundisha kwanza kabla ya kukuombea. Yohana sura ya 14, prompter sijui nani mwenye yuko huko. Yohana 14:30. Asa mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Hereafter, kwenye KJV anasema, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. Right? Hath nothing in me. Hana kitu ndani yangu. Kizungu anaweka vizuri kwamba mkuu wa ulimwengu anamaanisha shetani yuaja. Right? Lakini huyu shetani anayekuja hana kitu ndani yangu. Umeona hiyo point? Unaweza ukaniwekea KJV, New King James Version, au KJV just King James Version. Kuna hiyo point hapo nitaka hao watu waione. Kwamba anakuja shetani. Shetani kuja atakuja. Hata ukiomba atajaribu. Hata ukifunga atatafuta namna. Lakini Yesu anasema, okay, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. Not to me. To me maana yake ni kitu ambacho kipo kwangu. Lakini in me ni kitu ambacho kimo ndani, kinachompa access. Niko na watu mahali. Unajaribu kunielewa? Alright, twende Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Neither give place to the devil, wala msimpe ibilisi. Hapa anasema place maana yake eneo. Right? Nipatie Amplified Bible version. Anaposema foothold, Amplified Bible, AMPC, same scripture. Amplified version. Biblia iliyochambuliwa. Amplified version. Prompter nabini wabadilishie hiyo nini, kwa sababu inatuchelewesha. Anasema leave no such room or foothold for the devil. Give no opportunity to him. Right? Anaposema foothold, maana yake ni mahali pa kusimamia. So sio tu nafasi kwa maana ya eneo. Okay, ukiconnect haya mazungumzo mawili, Yesu anasema shetani anakuja lakini hana kitu ndani yangu.
Right? Paulo anawaandikia Waefeso, anasema msimpe shetani nafasi, msimpe foothold, msimpe nafasi ya kusimamia, which means kabla shetani akushambulie anahitaji nafasi, anahitaji, na naposema nafasi, anahitaji kitu ndani yako. So unaweza ukawa na kitu cha shetani ndani yako ambacho kinampa uhalali wa kugeuza nyumba yake. Are you getting something? Andika. Mtu anaweza akawa na kitu cha shetani ndani yake ambacho kinampa shetani uhalali wa kumgeuza nyumba yake. Anakuwa anapita anavyotaka, anatamba tu, anazurura huko, akichoka anakuja kulala kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Uweze ukawa na kitu cha shetani. Na hiyo ndio mbaya. Tunakubandika mkono, tukichomoa, jamaa akirudi anaona kitu chake. Angalia kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 7. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 7. Ayubu sura ya kwanza. Kwa mwamba ameamua tuende na kizungu tu. Sawa? And the Lord said to Satan, "From where did you come?" Then Satan answered the Lord, "From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it." Going to and fro, walking up and down. Maana yake mwamba anatafuta kila kona. Unaelewa maana yake? Bwana asifiwe. Natoka kutembea tembea na kuzunguka, natoka katika kuzunguka zunguka na katika kutembea tembea huku na huku umo. Anatembea kitafuta nini? Foothold, mahali pa kusimamia ili kutorment maisha ya mtu. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Unaandika haya maandiko. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi. Okay, tuna connect maandiko mawili haya. Kwa Ayubu, Ibilisi anaongea na Mungu. Right? Anaulizwa umetoka wapi? Anasema nimetoka kuzunguka duniani. Maana yake anazunguka kutafuta taarifa. Kwa kuwa mshtaki wenu, anaposema mshtaki maana yake muendesha mashtaka wa serikali. Upande wa mashtaka, anayeleta record kwamba huyu ni kweli alikosea. Nakumbuka tulikuwa tuna kesi ya eneo hapa. Ilikuwa tukienda mahakamani, unasikia yule mwendesha mashtaka anasema, "Mheshimiwa, naomba kuongeza taarifa. Hawa watu hawajaondoa ile kelele." Tumepata anazidi kusiliba kesi iwe ngumu. Right? So shetani ni lawyer ambaye anasimamia sheria. Anapita akizunguka kuona ni wapi umezingua. How do I know? Okay, mstari wa 10 wa Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Andika maandiko yatakusaidia. Muda hautoshi kwenda sana in details, lakini nitachambua vile ninavyoweza ili uweze kusaidika. Ayubu sura ya kwanza, rudi mstari wa 9. Rudi mstari wa 9. Ili tupate tu maana. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, "Huyu Ayubu yamcha Bwana bure." Mshtaki anatoa maelezo hapo. Halo? Tuko sawa sawa? Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yamcha Bwana bure?" Kwani anaabudu tu bila sababu? Anaanza kupeleka mashtaka. Mstari wa 10. "Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote." Pande, anayesema pande zote maana yake amefanya survey. Amechunguza kila upande. Ndio maana ana haki ya kusema wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote. Okay. Pamoja na nyumba yake.
Haishii hapo. Na vitu vyote alivyo navyo. Maana amechunguza kila upande, akaenda kwenye nyumba, ndoa sasa hapo. Halo? Pamoja na vitu vyote alivyo navyo. Maana hata ukinunua kitu, kama umedhurumu, amerekodi. Hawataki. Mwamba anachukua rekodi ya kila kitu. Jamani, sio mimi nimesema. Huyu ni shetani anajibu, pamoja na vitu vyote alivyo navyo. Alafu anasema kazi za mikono yake umezibarikia. Haishii hapo. Nayo mali yake imeongezeka. Amejua kwamba Ayubu sasa hivi mali imeongezeka. Anajua, maana yake ana record in details. Wewe fikiri unaishi tu. Mpanga dalali kakupatia gari, baada ya kupatia hela yake cha juu hujampa. Alafu una enjoy gari. Dalali ananungunika. Mwamba anaenda, unaona? Hata gari hili uliyompa hajamaliza hela ya dalali. Ndio maana unaomba rehema kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Unajifunza kitu? So anazunguka kila upande ili kuhakiki hakuna cha kwake kwenye maisha yako. Turudi tena kwenye Yohana 14:30. Na usipotee, nataka twende sasa. Bwana asifiwe. Twende sasa, usipotee. Mimi sitasema nani maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Na tukasoma kwenye New King James Version, anasema he has nothing in me. Hana kitu ndani yangu. Maana yake, okay. So tukiunganisha na Efeso 4:27, anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Ili ibilisi aweze kufunction, anahitaji kitu au namna, njia ya kupitia, mlango uliofunguliwa wa kuweza kupitisha mashambulizi. Ndio maana nachofundisha siku ya leo, ya kwamba unaweza ukaombewa, pepo likatoka. Lakini pepo likitoka, nitakuonyesha kwenye andiko, huwa linarudi kuhakiki uhalali. Okay, nimetolewa, inawezekana ni mhubiri tu amenitoa na nguvu zake, ametoka na mifungo yake huko. Huyu niliyetolewa kwake ana haki ya kuwa huru. Hana sababu ya kufungwa. Hana dai la haki la kumfanya awe kwenye kifungo. Ndio anarudi tena na kukagua. Mathayo sura ya 12. Mathayo sura ya 12. Matthew chapter number 12. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anajifunza? Sitaki kukupandia hofu, nataka upate ufahamu. Kwa maana ibilisi anaoperate kwenye giza, na sehemu ya giza ni ujinga. Ndio maana Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kosa maarifa ni ujinga, ujinga ni giza. Amen. Okay, twende mstari 43. Mathayo sura ya 12 mstari 43, verse 43. Tunaweza kusoma pamoja? 1, 2, 3. Ngoja tuanze, tusome kwa utaratibu in unison. 1, 2, 3. Sawa, unaofuata 44. 44. Aha. Aha. Sawa, 5. Umesoma anachokisema? Pepo mchafu, tunapofukuza pepo,
Nguvu ya Mungu inatembea, hakai, anatoka. Ila akishatoka huenda mahali pasipo na maji, mahali pakavu. Kisha anasemaje? Nitarudi nyumbani. So maana yake nataka uconnect uelewe. Okay, pause hapo. Turudi kwa Yesu. Yohana 14:30. Weka KJV. Turudi kwa Yesu uelewe kitu sasa. Usichanganyikiwe. Weka pause, tutarejea hapa. Sawa sawa? Niwekee Yohana 14:30. Wewe utaelewa tu, hata kwa makonzi utaelewa. Amen. Utaelewa. Hivyo hivyo kuna namna kama mbona kai inanichanganya mpaka itakaa sawa. Ndio maana ya mwalimu. Anasema hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh. Yuaja. Zunguka huku na huku. Akija anasema and hath nothing in me. Hana kitu kwangu, hana kitu ndani yangu. Okay, una connect na Efeso 4:27, wala msimpe ibilisi nafasi, ambayo Amplified amesema msimpe mahali pa kusimamia. So, nini mnaweza mkampa nafasi? Nitakuelezea unampaje nafasi. Na ukishampa mahali pa kusimamia, sababu amepewa, ana uhalali wa kuwa pale, anapaita nyumba yake. My house. Hello? Maana yake anakumiliki. Ndio Yesu anasema hata akija anitishi. Sina chochote nilichompa cha kumfanya asimamie kwangu. So I'm not worried about him. Which means kuna kitu ambacho huyu anafanya cha kumfanya aongee kauli kama hiyo, kwamba mimi sina kitu cha shetani kwenye maisha yangu. Kuna aina ya maisha anaishi ambayo yanampa haki ya kusema shetani hana nafasi kwenye maisha yangu. Are you following me? Okay, twende kwenye Mathayo 12:44. Pale pale tulipotoka. Mathayo 12:44. Then he says, weka Kiswahili, I'll return to my house from which I came. I'll return to my house. Kisha halafu usema nitarudi nyumbani. Pepo anasema, yani pepo ametoka kwa mtu, asa nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Yani anakuita wewe nyumbani. Unaona unaishi maisha yako, kumbe kuna mwamba anajua ni nyumbani. Yani maana yake hapa this is my place, you know what I'm saying? Hapa narudi. Kisha usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija, nataka tuongelee pointi. Hata akija aiona tupu, empty. Hakuna kitu cha kimungu ambacho kimejazwa mahali pepo ametoka. So anapaona tupu. Imefagiwa, manake imetengenezewa mazingira ya kumruhusu kukaa. Kisha imepambwa. Okay. Kwenye Kigiriki ametumia neno kosmeo, ambayo kosmeo ndio imezalisha cosmetic. Manake kuna mazingira ambayo huyu aliyetokwa na pepo ameyafanya ya kufanya pamvutie pepo, kuona pamepigwa cosmetic. So unaweza kuishi aina ya maisha ambayo yanapamba mazingira ya shetani kuaccess maisha yako, hata kama umemjia Mungu. Yanakuingia. Are you sure? Hasa usitupe shida wahubiri. Tunalipuka pepo kila siku, tunatoa, kesho unabiduka tena. Tunaweka mkono unalipuka, linatoka, kesho unabiduka tena. Sasa au baba ana nguvu, wewe ninazo nyingi. Za kutosha. Ila haribu hayo mapambo yanayomfanya mwamba anasema nitarudi nyumbani kwangu. Yani amejihalalisha kwamba wewe ni nyumbani kwangu. Nipeleke kwa Ayubu sura ya 1 mstari wa 10. Ayubu sura ya 1 mstari wa 10. Asa wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote.
Manake Ayubu kuna maisha anaishi ambayo amefanya yeye sio nyumba ya pepo. Huyu jamaa amekuja kila upande akitafuta umuia, njia ya kupitia, hakupata. Bwana asifiwe. Naongea na watu mahali. Kuna aina ya maisha ambayo Ayubu ameyaishi kiasi kwamba ibilisi anapozunguka, akienda kwake anakosa mlango. Anasema umemzingira kwa ukigo pande, manake amejaribu pande zote, alright, pamoja na nyumba yake. Na vitu vyote alivyo navyo. So amejaribu kila upande, lakini ya kuona njia. Anasema Ayubu hakuchi bure, wewe umemzingira. So kuna aina ya maisha mtu anaweza akaishi yakakomandi ulinzi, yakafunga mlango kwa mapepo yasiweze kuingia. Aina ya maisha tu. Tunapataje? Twende Ayubu hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ayubu sura ya kwanza, nipeleke mstari wa kwanza. Kuna kitu hawa jamaa waone hapa. Tunaweza tukasoma kwa pamoja. Umemaliza kunakili? Are you done? Let's read 1 2 3. Ngoja tusome in unison kama Wakatoliki. Nimekosa mimi. Nimekosa sana. Hawaachanagi, si ndio? Tusome kwa pamoja Katoliki 1 2 3. Alikuwa twende. So haya maisha, hizi sifa hizi zikatengeneza ulinzi. Are you following me? Mtu mmoja aliyemcha, mkamilifu, mwelekevu, aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Sasa uwezi ukaombewa huku unaishi maisha ya dhambi. Yaani sio umesikia kuna kuanguka kwenye dhambi. Okay. Biblia inatuita kondoo. Kondoo akianguka kwenye tope anaamka haraka kuliko alivyoanguka. Lakini nguruwe kitimoto akiingia kwenye tope anaogelea, anafurahia. Bible haijatuita nguruwe wa Bwana, imetuita, manake kondoo hafurahii, hayuko comfortable na tope. Manake ni kwamba haimaanishi hauwezi kuanguka, ila hata ukianguka uelekevu ni kwamba hauenjoy maisha ya uchafu. You're not comfortable. Unaweza ukafeli, yes, ndio maana kuna nafasi ya toba. Lakini kuna watu wanaishi kwenye dhambi. Yaani sio anatenda dhambi, anaishi. Manake maisha ya dhambi yamekuwa kawaida kwake. Kuishi maisha ya dhambi ni kufungua mlango wa uonevu. Kwa maana ibilisi akija haoni ukigo, haoni blockage, haoni kizuizi, anapita free. Ndio maana anakuita nyumba yake. How sad kwamba shetani anakuita wewe nyumba yake. The Bible says sisi ni hekalu la Roho Takatifu, ni nyumba ya Mungu. How can a demon call yourself a home? You're my home. Kwamba ana master key, yani kuna hoteli unafungua na kadi. Shetani ana kadi. Akija kwako anachanja, yuko ndani. Kwa sababu ya aina ya maisha unayo yaishi. So Yesu anasema hata akija hana kitu ndani yangu. So unaweza ukawa na kitu ndani yako ambacho kinampa access ya kuingia na kukuonea. Cosmetic. Pepo tukiomba anatoka. Lakini baada ya kutoka, wewe unaishi maisha gani ya kumsababisha asirudi tena? Au hata akirudi akose nafasi. Efeso 4:7 tumesoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Tunaendelea. Unasaidika? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Sasa basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za
mwili. Tembeeni kwa kuongozwa na Roho, kwa kufata mapenzi ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Na amesema pia kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Tutarudi wa Galatia, twende Warumi kwanza, andike kitu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho, wanaongozwa na nini? Na hisia na hasira na visasi na majivuno, wanaongozwa, hao ndio wana. So kuongozwa na Roho, kuenenda kwa Roho ni kuishi maisha ambayo yanaamuliwa na Roho wa Mungu, which means chochote ambacho unafanya kipo kwenye neno. Yesu anasema Roho hatasema ya kwake, atatwaa katika yaliyo yangu awapasheni habari zake. So unapoishi maisha yanayoendana na kweli ya neno la Mungu, ndio uongozi wa Roho. Okay, turudi wa Galatia sura ya 5, twende mstari wa 17. Wa Galatia sura ya 5 mstari wa 17. Jamani, mnajifunza? Wana wa Mungu, mnajifunza? Mnajifunza? Are you sure? Okay. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayo yataka. Anakupa uwazi kwamba okay, hata baada ya kuokoka ukaja ndani ya Yesu, kuna saa mwili unashindana. It's a struggle, kwa maana mwili unataka mambo ya dunia ndio asili yake, lakini Roho inataka mambo ya Mungu. So kuna struggle inayoendelea ndani yako. Tuko sawa sawa? 18. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Verse 18. Mstari unaofuata, basi niseme mstari unaofuata. Mtu mmoja angenunua ka kompyuta kingine pale, maana haka kana staki. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. If you're led by the Spirit, you don't operate under the law. Okay, twende 19. Basi matendo ya mwili yako wazi, ndio haya. Okay, niseme kwa context ya ambacho nimekifundisha, nasema cosmetics au mapambo yanayompa access pepo kukuita nyumba yake, ndio haya. Unaelewa maana sasa? Tuko sawa sawa? Sija kuacha mwenge. Tuko sawa sawa? Maana yake anasema pepo hurudi akuta nyumba imesafishwa na imepambwa, haingii kwanza, anaenda kuita wenzake wabaya kuliko yeye, na hali ya mwisho ya huyo aliyefunguliwa inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa nini? Baada ya kufunguliwa, pepo alipoondoka haendi jumla, anarudi kukagua, okay, wewe unaishije sasa? So kwenye yale mapambo ya kumpa shetani access ndio haya. Basi matendo ya mwili ni wazi, ni haya. Cha kwanza nini? Uasherati, uchafu, ufisadi. Niko na watu. So baada ya kuombewa hapa, pepo akalipuka akatoka, unatoka unaenda kula mzigo. Hey. Halo? Hawataki. Lazima ibada ya Jumapili moto ukiwaka ulipuke tena, kwa sababu jamaa amerudi, na akija haji peke yake. Ibada ya sanamu, uchawi, uadui, umeweka vita na mtu, mimi lazima nitamlipa, ngoja tu nikipata nafasi nitamlipa. Umeweka na umeokoka, unaomba kanisani na unaomba mwamba na ukiabudu unalia. Si unaliaga nini? Unaliaje Mungu na una uadui moyoni mwako? Halo? Unachukia tu watu, upendi tu watu, unafanya vita mtu ashindwe akwame.
Yaani unawezaje kukomoa mtu na umeokoka? Unafanya kitu ili haribikiwe. Hauna Mungu. Uadui, ugomvi, wivu, kusikia vibaya mtu akifanikiwa, hasira. Haya ni mapambo yote yanapamba nyumba. Pepo ametoka, akirudi anakuta mapambo umerudisha. Yaani ni kwamba tunahama, si ndio? Tunahama, tumebeba vifaa vyote. Baadaye unaanza kurudisha picha ukutani, unagonga, unarudisha kitanda, unapaki. Hakuna mtu anayahama pale. Right? Hasira, fitina, faraka, uzushi, kuzua mambo yasiyokuwa. Nimemuona fulani na isha anatembea na fulani, nimewakuta mazingira sikuyaelewa. Unabuni tu kitu ili kutengeneza taswira ya tashwishi kwa watu wengine. Hayo ni mapambo yanayompa ibilisi nafasi. Anajifunza mtu hapa ndani. Twende mbele. Husuda, ulevi. Kuna mtu ni cha pombe na yuko chache, sio mnywaji, mlevi. Ulevi, ulafi, glutton. Hata kama umeshiba unataka nikoje juice kidogo. Yaani ulafi. Na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Maanake hawawezi kutembea na uhuru katika Mungu kama wanaishi na maisha hayo. Kuna kukosea na kuna kuishi. Nimekwambia tofauti ya nguruwe na kondoo. Kondoo akianguka kwenye tope anainuka haraka kuliko alivyoanguka, na haenjoy kutembea na tope. Lakini nguruwe anaogelea. So ukishaitwa mlevi, maana yake wewe sio tu unaonja, wewe ni unapiga. Yaani wewe mpaka kuna nyingine unasema hii sisikii, hii sio kali, hii sio kali, leta kitu tushushe. Unaweka na ndimu na ice, mwamba kabisa. Halo, umejifunza kitu? Sasa maisha ya namna hiyo, hata kama unaombewa na papa papa wewe kwenye kachumba, yaani usitubu, mkae naye wawili wiki nzima, anakumwagia maji ya baraka, unaenda. Ukirudi kwenye haya maisha, pepo linarudi tena. Hata ushikwe mkono na askofu nani, haitasaidia. Kwa maana anayelinda nyumba ni wewe mwenyewe. Wewe ndio mlinzi wa nyumba yako. Nataka kusema amina. Nataka kusema amina. Simaanishi kwamba hakuna kukosea. Mimi ninachopinga ni maisha, yaani kugeuza dhambi kuwa maisha yako na kusema mimi nataka kanisa ambalo hawahukumu. Hata kama hatuhukumu, unaiteseka ni wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashangaa sasa hakuna maendeleo kwenye maisha yako. Ni uonevu tu. Vitu haviendi kwa maana jamaa lina access. Okay, turudi kwenye Mathayo 12 mstari wa 45. Kuesha jambo baya kabisa pale. Okay? Hebu turudi 44, twende 45. Kuna kitu nataka ukione kwa umakini kabisa hapa. Halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu. Tupu maana yake empty. Tupu ni nini? Empty, hamna kitu. Okay, na kuongezea kitu hapa. Wakolosai 3:16. Ili usiwe tupu. Kolosai 3:16. Kolosai 3:16. Oh Jehova. Anasemaje? Tusombe 1 2 3. Neno lijae ndani. So utupu unaondolewa na nini? Neno. Ukijaza neno, akija nyumba haiko tupu. Niko na mtu mahali? Umenielewa? Ukijaza neno, akija nakuta nyumba haiko tupu. Sasa wewe tukifundisha unaandika. Ukienda nyumbani hupitii. Usomi Bible. Huna muda. Hata mimi nahubiri na nikiondoka narudia tena ambacho nimehubiri. Na mimi pia najifunza kwa sababu hapa ninakupa. So nikitulia ndo naenda na mimi kutafuna ambacho Roho alikuwa anasema.
Wewe usikilizi tena. Ukimaliza hapa umaliza, ukipiga na chai hapa, unasinzia kwenye bajaji mpaka nyumbani. Ukifika na kuoga uogi kitandani kesho. Maana nikisema tuko siku ngapi, inabidi ufunue daftari, maana ukumbuki. Unajaza neno ndani, nyumba isiwe tupu. Rudi kwenye Mathayo 12 tumalize. Thank you Jesus. 12:44. Imefagiwa tupu, imefagiwa na kupambwa. Maana yake imetengeneza mazingira ya pepo kurudi. Twende 45 sasa, nikuonyeshe jambo la ajabu kabisa hapo. Mara akishaona mazingira yanamruhusu kuingia, haingii kwanza. Idake itakusaidia. Akishaona mazingira ya kuingia yanamruhusu, haingii. Anafanyaje? Huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. How do I know? Marko sura ya 5. Mark chapter number 5. Marko sura ya 5. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, mstari unaofuata. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Tuendelee. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo. Twende mbele. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Nobody had power to subject him. Unapoona mtu ashauriki, afanye nini? Ashauriki, hata mfanye nini, tayari pepo ameshamshika. Hakuna mtu ana nguvu ya kumshinda. Maana yake hakuna mashauri anasikiliza, hayuko peke yake. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Ukiwa mtu wa makelele una pepo, hawataki. Twende mbele. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Twende mbele. Akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, na nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese. 8. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Angalia hapa. Akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu nini? Kwa sababu, kwa kuwa tu wengi. Una connect sasa. Anasema akija anaona nyumba iko tupu, anaenda kuita wenzake 7 wabaya kuliko. So huyu alikuwa na pepo moja, likatolewa. Akaendelea na mfumo wa maisha ulioruhusu mapepo mengine. Leo amekuwa na legion, mtu mmoja ana jeshi. Legion ni kikosi cha askari 6,000. Ndio legion. Kasome, wanajeshi wanafahamu. Legion, kikosi cha askari 6,000. Hiyo ni baraki kabisa hiyo. 6,000 soldiers ndio wanaitwa legion. So kutoka pepo moja mpaka 6,000. Kwa nini? Akiona nyumba imepambwa anaita wenzake. So unakuja, tunaomba, nguvu ya Mungu inatembea, deliverance na kushika, whether nitakumwagia maji whatever, pepo anaachia. Ukitoka unarudi kwenye uasherati, kwenye uzinzi. Inawezekana uzini lakini unachuki, hujasamehe. Siwezi kumsamehe baba yangu mimi, siwezi kumwachia. Yaani baada ya maombi ukiibuka, siwezi kumsamehe yule mzee. Hiyo ni cosmetic. Cosmeo. Kwa Kiyunani. Hiyo chuki. Siwezi kumsamehe yule mwanaume, baba fulani, mimi hata nikimwona nasikia kutapika. Umefungua mlango. Nataka kusema amina. Leo nina wewe. Baba, mimi si pombe, mimi sio mzinzi, lakini una uadui, una fitina. Unachukua kaneno huku, unaenda kukapeleka huku. Mtu mmepiga naye story. Kuna mwanangu mmoja alipoteza kazi, ana chati na mwenzake, wanafanya kazi pamoja, wanamsengenya bosi. Si unajua wafanya kazi,
Wanamsaidia bosi, mwenzake aka screenshot na voice note aka forward zote kwa bosi, zote, hakuacha hata moja. Unaona vikalio vyake, hata akivaa apendezi. Wanaongea ni wafanya kazi, wanaongea, mwenzake fitina aka screenshot vizuri mpaka na namba na voice note aka forward. Hasa na mimi nilimtafutia kazi na mimi nikaforwardiwa kama ilivyo. Fitina na umo kanisani na una fitina, kwa nini pepo wasikae? Halo, yaani unaongea kauli, unaangaliaga mtandaoni, mtu anakuja, kwa mfano mtu ameposti kitu, kama kweli una nia njema, kwani ukakomenti pale? Kwani usiende inbox? Ila tu unazua taharuki kwenye comment, fitina tu, ushenzi tu hivi, ushenzi tu ajabu namna hiyo. Halo, I'm telling you, unaenda kwenye comment ili kuzua taharuki kwenye public na umeokoka. Si roho ya Mungu. Naongea na watu mara. So haya matabia yanafungulia mlango wa uonevu. Utaombewa na kuombewa na kuombewa na kila siku una pepo. Nisiwezi kusamehe, nisiwezi kusamehe. Enendeni kwa roho. Niokee mstari wa 16. Twende kwenye Galatia 5:16. Leo tunapiga back and forth, tunafanya Bible tour. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unasaidika? Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za. Maana yake be subjected under the spirit. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luke chapter 4 verse 18. Luka sura ya 4 anasema roho ya Bwana ii juu. Maana yake roho wa Mungu amenikalia. Maana yake sina matakwa na maamuzi yangu mwenyewe. I am subjected under the Spirit of God. Ndio anachokisema. Roho akikukalia, hawezi kushindwa kusamehe, hawezi kushindwa kuachia, hawezi kuwa na uadui, hawezi kulemewa na ulevi, hawezi. Roho hujampa nafasi ya kukalie. He can sit on you. Roho ya Bwana ii juu. Anasema roho wa Bwana, okay, anasema and the Spirit of God came mightily upon him from that day. Okay, twende Samueli wa kwanza sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16. Unajifunza kitu? Halo? 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 Are you learning something? Anasaga mzee mwingine aenda kuingia. Mstari wa 13 verse 13. Samueli wa kwanza 16:13. Thank you Jesus. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku. Manake the Holy Ghost possessed him. Ndio maana kutoka hapa anaua dubu, kutoka hapa anamchana simba, kwa maana hayuko mwenyewe, kuna power imekuja juu yake. Nao ukishaokoka ukampa Yesu maisha yako, roho Mungu anakushukia, hauko mwenyewe tena. Kwa nini unashindwa na tabia za mwili? Haujampa nafasi, haujampa nafasi. Ndio maana una struggle, kwa sababu hujampa uhuru. How do I know? Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, tuanze mstari wa 16.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Furahini siku, twende 17. Ombeni bila, rudi 14, rudi 14. Kuna kitu natafuta hapa. 15, 15, 16. Twende 19, 19. Msimzimishe, nilikuwa naitaka hii. Msimzimishe, manake msimnyime uhuru wa kuoperate. So kumbe Roho wa Mungu anaweza kukusaidia kwenye huo uasherati na uzinzi na uovu, anaweza kukusaidia, lakini unaweza ukamzimisha, maana ukampa mipaka. Twende Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Unajifunza kitu. Tunafanya Bible tour. Siwapatagi Jumanne. Amen. Bible tour. Huku kwenda huku na unaelewa. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu. Ndio kazi yake. Is our helper. Mungu, siwezi kuacha pombe, Roho anakusaidia. Mungu, nashindwa kusamehe, mpe nafasi ya kusaidia. Mungu, siwezi kumpenda, mpe nafasi ya Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kama anaweza kukuombea, anaweza kukuzuia. Bwana asifiwe. Niko na watu mahali, he can stop you, anaweza kukuzuia. Anasema no, mwanangu, hicho usifanye. Ila saa akisema unamzimisha, unamnyamazisha. Roho, tulia na mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anasaidika, kuna mtu anasaidika, kuna mtu anasaidika, kuna mtu anasaidika. Angalia Mwanzo 20 mstari wa 6. Ni kuonesha kuwa unaweza ukazuiwa na Mungu usikosee. God can stop you from making mistakes ukimpa nafasi, if you are subjected under him. Anasemaje? Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikafanya nini? Nikakuzuia usinitende dhambi. So ukijisubject, ukijinyenyekeza chini ya Mungu, anaweza akakuzuia, akaua kiu ya ulevi, akaua hiyo hasira, hata ikija inakuwa haina nguvu, kwa maana Roho ana nafasi kuliko hisia zako. Naongea na watu mahali, nikakuzuia usinitende, kwa sikuacha umguse huyo mwanamke. Jamaa amechukua mke wa mtu, anataka kupita naye, mke wa nabii. Mungu akamzuia. Sasa zuia yake iko ya namna nyingi, sitaenda huko leo. Halo, kuna watu wanapigwa nguvu za kiume, wengine wanapigwa nguvu za kiume kwa maana ya kashi. Unajua kashi pia ni nguvu ya kiume. Hamjaelewa? Ukiwa na hela, nguvu za kiume zinarudi. Zikikata, naongopa Frank, zikikata zinapungua. Nakueleza. Sasa Mungu anaweza akakuzuia kwa kunyima kashi. Bwana akikupa hela, Yesu, kila sketi unabadilisha tu. Huyu anaingia asubuhi, huyu mchana, huyu wa kuspend naye usiku kucha. So anakata nguvu za kiume hizi. Tutaomba, tutaweka mikono, tutatabiri, haziji. Mungu anakusaidia. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Unajifunza kitu. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa, hebu tusome kwa pamoja. Maliza kuandika kwanza, sekunde 3. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa, anasemaje? 1 2 3. Rudia tena. Anasema humble yourselves under the mighty hand of God,
that he may exalt you. You humble. Manake unashuka chini ya utawala wake, unatafuta mapenzi yake. Na anasema ongozweni na Roho. Manake sifanyi matakwa yangu na maamuzi, unajisubject under him. Ukishajisubject chini yake, manake unajitiisha, si kwa kutiishwa. Hata kama usikii kusamehe, unaamua kusamehe kwa kumruhusu Roho. Sisikia amina hapo? Sisikia amina hapo? Nasema hata kama usikii kusamehe, unajitisha, unaamua kuachia. Nasema okay, ni kweli umenikwaza, ni kweli nimeumia, lakini kwa ajili ya Kristo. So ili kuongozwa na Roho utoke upate uhuru, kuna mahali pa kufanya mapenzi yake, sio matakwa yangu. Na huo ndio Kristo. Hapa watakusema, nilijua hutasema amina. Nilijua tangu nakuja. I know. Ukristo ni kufanya mapenzi. Luka sura ya 22. Luka 22. Anza mstari wa 41. Luka 22 kuanzia 41. Umefika? Umefika? Luka 22 kuanzia mstari wa 41. Tusome 1 2 3. Twende mstari unaofuata 42. Akasema rudia tena. Ikiwa ni mapenzi, kama umetaka, if you're willing. Huo ndio Kristo. Kama Mungu, kama inakupendeza fanya, lakini kama umeona ni sawa, it's okay, be glorified. Huo ndio Kristo. Kwamba kama ni, sikia point yake ni hii, kama ni matakwa yangu nitakuvuruga, lakini kwa ajili ya Mungu nimeachia. Niko na watu mahali, niko na watu mahali. Hiyo ndio kunini? Kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu ili kutimiza mapenzi yake. Mtu mmoja aseme amina, glory. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna Wakristo wengi ambao wameshindwa kuona mpenyo, wameshindwa kuona mafanikio, wamekuwa nyumba za pepo kwa sababu hawafati kile Roho anataka. Mnatupa kazi wa ubiri, kila akipita mhubiri akianza kuweka mkono chini, pepo mpaka tunakufunga kanga, maana unakaa vibaya, vitu funge kanga. Kila tukiomba ni nini? Umekuwa nyumba. Kuna kitu cha shetani ndani yako. Sema nakataa. Kuanzia leo chochote cha shetani hakitakaa ndani yangu. Sasa kuna ebook naitoa, nafikiri before next week. Next week ni kesho kutwa. Okay, itakuwa tayari. Ambayo nakufundisha jinsi ya kujitoa mikononi mwa shetani. Right? It's gonna help you. Kuna mengi sana very deep ambayo yatakusaidia. Amen, amen. Amen, amen. Sasa nikuonyeshe tu kwa haraka dalili za kujua dalili za kujua unaonewa.
Dalili za kujua unaonewa. Naenda kwa haraka, utakipata kwa urefu kwenye ebook. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dalili ya kujua unaonewa na shetani. Ya kwanza, ukosefu wa amani. Lack of peace. Haya yatakusaidia kujua mimi nadhani siko sawa. Dalili za kujua unaonewa na shetani. Number 1, lack of peace. Ukosefu wa amani. Ukosefu wa amani. Galatia sura ya 5 mstari wa 22 anasema tunda la Roho, the operations of the Holy Ghost is love, love, joy and peace. Amani. Amani. Peace. Hii amani sio absence of trouble. No, ni peace within trouble. Umenisikia? Amani anayoisema hii ya Roho sio kwamba hakuna changamoto. Changamoto zipo, lakini una amani. Hujanielewa? Najua. Ni kuangalia macho yako tunajua hujanielewa. Bwana nikuonyesha. Marko sura ya 4. Marko sura ya 4. Sijui tungepata wiki nzima tuongelee hili somo maana Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 45. Mark chapter 4 from verse 45. Okay. Rudi mstari wa 39, 39, 40, mstari wa 40. Verse 40. Okay, kuanzia 35 mpaka 41. Okay? Okay. Kulipokuwa jioni akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo, nifuate na kupeleka mahali. 36. Wakauacha mkutano wakamchukua kama alivyo. 37, twende fast. Kukawa ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata ikaanza kujaa maji. Kuna dhoruba ya upepo. But what happens? Mstari unaofuata. Naye mwenyewe alikuwako katika shetri, amelala juu ya mto. Unawezaje kulala kwenye dhoruba? Hiyo ndio peace Mungu anayoachia. Ungepigia Yesu makofi hapo. So ukiona you are troubled, you are perplexed, kila saa una hofu maisha, una hofu ndoa, una hofu kazi, pepo, huo ni uonevu. Unaweza kulala na kesho una kesi mahakamani ni hukumu na unangorota mpaka wanakuamsha, we ni saa 2 unaenda mahakamani, kumekucha. He can give you peace that surpasses all understanding. Ukiona hauna hiyo amani, hauna utulivu, kuna uonevu. Nikupe nyingine, nikuongezee. Matendo 12. Matendo 12. Story ni hii. Herode analitesa kanisa. Ameshika Yakobo akachinja. Baada ya kuchinja Yakobo akaona ile story imeenda viral, imempa kiki, akakamata na Petro. Matendo sura ya 12. Akamata na Petro. Alright? Okay. Twende mstari wa 3. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chacho. Twende mbele. Let's go fast. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani. Kumbuka Yakobo ameuliwa, ambaye ni mtume. Right? Petro na amekamatwa kiongozi sasa kama Lisu. Yuko jela Petro. Amewekewa ulinzi, askari 4. Alright? Ili baada ya Pasaka wakamchinje mbele za watu. Public disgrace. Hukumu imeshapita. Mstari unaofuata.
Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mstari wa 6. Oh Jesus. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, manake Pasaka imepita, kesho hukumu. Halo, unanielewa? Pasaka imepita, kesho ni. Basi Herode alipotaka kumtoa usiku, manake kesho anatolewa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Petro amepotelea usingizini. Show me mstari unaofuata. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Ili amke ikabidi ampige ubavuni aamke. Kapotelea, anangorota. Wewe unachinjwa kesho, unawezaje kukoroma? Kesho unachinjwa, hukumu imepita. Na mwamba malaika kaja, mwanga umejaa, hayupo. Inabidi malaika, we amka, vaa viatu. Na ameamka bado ana mawengi ya usingizi. Halo, angalia mstari wa 11. Kaamka, anatoka. Hata Petro alipopata fahamu, maana yake ameamka na ameamka na mawenge, milango inafunguliwa, bado ana mawenge, anaenda. Hata maana akili ziliporudi, alipotoka usingizini. Unawezaje kulala usingizi wa kupotelea na una hukumu ya kifo? Peace. Amani yangu na wapeni, amani yangu ni wapayo, si kama ulimwengu utoavyo. Kama hauna hiyo amani, una uonefu. Halo, niko na watu mali. Kama unaogopa maisha mpaka unakonda, umeshakuwa skeleton. Unakonda maisha, unaogopa maisha, huna hiyo amani, ni dalili ya uonevu wa pepo. Shetani anachomeka michomeko yake. Nataka kusema amina. Ukosefu wa amani. Yohana 14:27, amani yangu na waachieni, ni wapavyo, si kama ulimwengu utoavyo. Ukiona yule mwenye pepo kwenye Marko 5:4, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi, akakata ile minyororo, hakuna aliyeweza kumshinda. He was violent. So violence ni dalili ya uonevu wa pepo. Number 2, vilio na misiba. Dalili ya pili, number 2, kwa haraka, dalili ya uonevu wa kishetani. Number 2, vilio na misiba. Vilio na misiba. Mimba zinaharibika bila sababu. Unabeba mimba tena inaharibika nyingine. Unaanza biashara inakufa bila sababu. Vilio na misiba, vilio na misiba. Utalia na hiki, utalia na hiki, utalia na hiki. Dalili ya uonevu. Niko na watu mali. Niko na watu mali. Niko na watu mali. Marko 5:5, siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini yule mtu mwenye pepo. Marko sura ya 5, akilia, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Ukisoma kwenye NIV anasema he was crying out and cutting himself. Crying out. Pepo akiingia maishani mwako ni kukuliza daily. Sema haitakuwa fungu langu. Sema haitakuwa fungu langu. Kwa maana uwepo wa Mungu upo kuleta furaha. Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Nehemia 8:10, furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 3 kwa haraka, huu utasoma kwenye ebook. Vifungo. Bondages, vifungo. Vifungo ni hali ya kukosa uhuru inayokuzuia kuwa na furaha ambayo wengine wanayo. Mtu aliyefungwa anaishi kwenye mipaka. Mtu kuna mahali hawezi kwenda katika maisha. Kuna umbali hawezi kufika. Na vifungo visivyoonekana. Kila mtu anapata kazi, wewe upati. Sababu haipo. Kila mtu anajenga, wewe uendi. Mambo tu hayaendi tu kwako. Vifungo. Lazima unotice kwamba mbona kila mtu akigusa hiki kitu kinaenda? Why me? You notice. Niko na watu mali. Niko na watu mali.
bondages. Dalili ya ngapi? Ya 4, magonjwa, sicknesses. Shetani hutumia magonjwa pia kama sehemu ya uonevu. Magonjwa. Marko sura ya 5, yuko mama aliyetokwa na damu kwa miaka 12. For 12 years. Maandiko yanasema ikamgharimu vitu vyote alivyokuwa navyo. So ule ugonjwa ulikuja kumtia umaskini. Mama anafanya biashara zake, anaenda Dubai, ananunua mzigo, anaenda Uturuki, ananunua mzigo, anaenda China, anaita makontena. Ghafla akaumwa. Wiki ya kwanza, ya pili, mwezi wa kwanza, wa 5, akatumia hela yote. Kafika mahali hata hana cha kujitibia tena. Mgonjwa ni uonevu. Magonjwa yasiosikia dawa. Kila unachokipima hakuna shida. He can use sicknesses to cause trouble. Ni vifungo. Niko na watu mahali. Magonjwa. Ayubu sura ya 2 mstari wa 4. Ayubu sura ya 2 mstari wa 4. Ziko families zimeteseka. Baba anaanza kuumwa, anaumwa. Mkishamaliza hela zote anaumwa mpaka mnamtibia. Mpaka mnaanza kukopa. Kuna family nilikutana nayo nikiwa nafanya kazi serikalini. Dada alikuja watafuta cheti cha kifo cha baba yao. Tukakaa tunaongea. Sasa baba yao ameumwa, wakapeleka India. Hali ikawa ngumu. Wakauza nyumba ya kwanza, wakauza nyumba ya pili kumtibia baba, wakauza sa nyumba wanayokaa, wakaenda kupanga, ndio baba akafa. Pepo la ufilisi. So msiba unaisha, wamepanga. Walikuwa na nyumba 3 za maana, wameuza zote kutibia mtu. Na baada ya nyumba ya mwisho matibabu yamegoma, kafa. Wanaanza kuchangisha kuleta mwili kutoka India. Sio pepo ni nini sasa? Uonevu wa kishetani. Sio kila ugonjwa ni ugonjwa tu. Niko na watu mahali. Unajifunza kitu. Namba 5. Dalili ya 5. Kujitenga. Unapoona usikii kukaa na watu, unataka tu ukakae gizani peke yako. I don't want to talk to nobody. I just want to be alone. Pepo. Marko sura ya 5 mstari, Marko 5:3. Mark chapter 5 verse 3. Marko sura ya 5. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Yuko peke yake. Unawezaje kuhama nyumbani ukaenda kukaa makaburini? Pepo. Dalili ya 6, kuachana. Divorce ni demonic. Hello? Demonic. Mtu anaamua tu anakuacha. Sikutaki. Mpaka unawaza, Yehova, nifanye nini? Kaenda. Spirit imemwingia, hataki makubaliano, sikutaki. Anakumbusha na kesi za 2004. Kuachana. Luka 22:3. Luka 22:3. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti. Mstari wa 3 wa 4. Naye akaondoka. The devil comes in someone, afu inamtoa kwenye nyumba, inamtoa kanisani, inamtoa ofisini, inamtoa kwenye ndoa. Unakaa dada wa kazi, unampenda, unasema wewe nimsomeshe udereva, nimfanyie hiki na hiki, mimi narudi kwetu. Ni unataka mpaka unawaza wewe, kwa nini usikae? Mimi narudi kwetu. I want to go home. Bibi ameniita. Maroho.
Unakaa na mtu sasa, okay, huyu unaanza kupanga mipango. Nataka kufungua huduma mahali, nataka kumweka huyu. Ndio anaondoka. Paka unawaza, sasa angejua nilichokuwa nakiwaza. Kaenda na hataka kukusikia. Hataka kutambulisha sehemu yote. Spirits. Dalili ya 7, kuchukia ibada. Unapoona usikii kuomba. Baba, mimi nasikia kama nimeomba. Nimeomba. Naona kama Mungu mwenyewe hata hayupo. Pepo. Unachukiaje ibada? Petro anasema tutoke kwako tuende kwa nani? Mimi sisikia hata kusali. Utakuja kanisani? Itachukua muda mrefu sana. Sawa. Kuchukia ibada, hating service. Kuchukia ibada, dalili ya uonevu. Thesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Shetani akatuzuia. Anakuzuia kusali, anakuzuia tu. Kila ukitaka kusoma neno unapata usingizi mmoja, hata ujue umetokea wapi. Ukishika simu kaingia TikTok, unashangaa saa 9. Kokoriko! Ndio kumekucha na simu unacheka. Atibalaza. Unacheka kweli kweli. Mpaka saa 10. Shika Biblia, mstari wa kwanza, wa pili. Machozi yanatoka. Pepo! Tumenasa mmoja hapa. Bwana asifiwe. Wakwambia michango ya harusi, michango ya kikoba, si ile nini, ile hela ya jamii unatoa kanisani. Kuna fungu la 10, sadaka ya nabii, sadaka ya shukrani, pepo. Kuna spirit. Michango nayo imezidi, michango bwana mingi. Spirits. Leo kwa jina la Yesu, mahali kokote kamekaa tunakachomoa. Amina yako imechoka sana. Sasa mahali kokote kamekaa tunakachomoa. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu mliyepewa na Mungu, sio nyumba ya pepo. Tusimame. Umejifunza kitu? Umesaidika? Umetengeneza mazingira sasa, kuanzia leo hautakuwa nyumba ya pepo tena. Unajua hii hapana. Nikimpa Roho nafasi, ataweza kunitawala, ataweza kunikalia. Bwana Yesu asifiwe.